Excellency, affordable housing is not synonymous to poor quality. These Kenyans that are contributing towards this levy expect high quality finishes. Seated right next to me is Mary Wanjiko. Mary Wanjiko belongs to an organization called Build Her. She is a skilled carpenter and a joiner. At the moment, she is supervising over 20 employees. When we launched Starehe Affordable Housing, you had an opportunity to sample the quality of their work. And I can attest it is high quality work. And I want to say, Your Excellency, that women are not a footnote in this program. We honor the women in construction. Mary Wanjiko, tell us a story. Your Excellency, thank you for the opportunity. Kwa majina naitwa Mary. Na nimekuwa alumni wa Build Her over 3 years experience. Nimeingia kwa hii sekta ya ujenzi baada ya kugraduate from Build Her. Nimefanya kazi tofauti mingi sana za site. Tumekuwa tukipitia a lot of challenges. Tumekuwa tukipitia sexual harassment, tumekuwa tukiwa discriminated na kuwa pia underrated. Na hivi karibuni tumeona vitu zimeanza kubadilika pole pole, na tumeona wanawake wengi wameanza kuingilia kwa hizi sekta. Tuko na engineers, tuko na architects, na kwa muhimu sana kwangu tuko na skilled artisan kama welders, painters, carpenters ambao wako ndani na tunafurahia sana. So mimi niruhusu kidogo ni wape jani yangu. Nilianza kazi ya kuandikwa kwa hizo sekta za ujenzi, nikafika mahali nikafungua my own workshop for a period of 1.5 years. But mambo ikakuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na watoto high school. Nikaona inanirudisha nyuma kidogo kwa sababu watoto walikuwa wanafukuzwa shule nini, nikawa kutafuta kazi. Nimefanya kazi kwa muda wa miezi 6. And in the period of 6 months, nilikuwa nafanya kama maintenance and repair officer. But last week, on Saturday, 3 days back, I was promoted to a technical coordinator. So, si rahisi, na try pia ku pass this information kwa wanawake wote ambao mko hapa. Si rahisi na si ati hatuwezi. Sisi wanawake tunaweza, na tunataka Your Excellency utujaribu kwa hii miradi ambayo ni ya ujenzi, tuweke kama mafundi, si kama watu wa mkono, watu wa kubeba maji, but kama mafundi, na to prove the nation that we can and we are capable. Kwa sababu si wanaume wengi ambao wanaamini ya kwamba wanawake wanaweza. Si wanawake tunaweza? Asante. Asante sana Mary. So katika program ya Build Her mnapatiwa training. Yes. Alafu mnakuwa skilled, alafu so kwa mjengo saa hizi bado mnaona kama kuna ubaguzi vile unasema mnakuwa underrated, mnakuwa discriminated, alafu kuna shida ya sexual harassment. Ungependa tufanye nini tofauti ndio tuweze kuhakikisha kwamba kina mama ambao ni 50% wa wananchi wetu wa Kenya, lakini ukienda pale kwa site ni 10%, ama wakizidi sana 15-20%, 80% ni wanaume. Lakini Kenya ni 50% wa mama na wanaume. Ungeona tunaweza kufanya nini tofauti ama zaidi ndio tuweze kuchangia kina mama pia kupata riziki kupitia kazi hii ya affordable housing ama ya housing kwa jumla? Okay. Ya kwanza ambayo mimi ningetaka iwekwe into practice kwa hizi ujenzi, kwanza ni tukue na separate changing rooms.
ya wanawake na wanaume. With that, tutaweza ku-overcome challenge ya sexual harassment. Ya pili ni pia to involve more women wakuwe included kwa uongozi na pia kwa hizi kazi. Kwa sababu wakati unaenda kwa site unapata a woman is a leader ama yeye ndio supervisor ama foreman, utakuwa wewe kama woman utafeel more encouraged that kuna mwanamke mwenzako ambaye ako pale juu na pia wewe ungetaka kufikia hapo. So mkinvolve more women on these sectors itakuwa a big up for us. Thank you very much, Mary. Tumpigie makofi. Huyu Mary amesema two things very critical, and I hope the board that is listening wherever they are and the ministry will provide guidance. Yes. Kwamba pale kwenye site, to the extent possible, we must have separate changing rooms. Correct. And so that we protect, and even separate toilets so that we protect women from unnecessary harassment. And number two, we must mentor more women. I think listening to her, that's what she's saying. We must give more women a chance. We must give more women an opportunity. And women must also wajiamini pia vile Mary anajiamini. Si ndio? Wajiamini pia ndio waweze kuingia katika hiyo space. Kuna muungwana mmoja anaitwa Musa. Ako pale nyuma. Na tumemsikia ya kwamba huyo bwana amesaidia sana kuwapa nafasi. Wanjiru here is a witness. Musa, hebu tueleze kidogo ni vipi tungechangia kuhakikisha kwamba na wewe kama mtu ambaye ni supervisor kwa site, utendakazi wa kina mama, ungependa tuseme uko na maoni gani? Kwanza nashukuru sana kupata hii fursa. Jambo ni moja, kila mara wakati tunapea kina mama nafasi, huwa anahakikisha it is 100% done. Hiyo jambo moja. So mimi hupenda kufanya nao sana. Katika wakati president alikuja kututembelea, alipata tukiwa na wengine walikuwa na wanafunzi, walituonyesha kwamba wanaweza kuhitimu na kufanya hiyo kazi. Sasa tunapoongea, Jackie ni mmoja wao hapa, kuna mwingine pia tumetembea nao wanasimamia upande wa stima. So Mr. President, mimi naweza sema upande wa kina mama ni kwamba hao wenyewe wamejituma kuonyesha kwamba wanaweza kufanya kazi kwa 100% bila kuchoka. Asante. Thank you very much. Two things. Nikisikiza Musa anasema pia kina mama mjitume. Si ndio? Musa anasema kina mama mjitume na mujiamini. Na pia hizi courses zote pale nyuma watu walikuwa wanafikiria kwamba course ya plumbing, electrician, painter, welder, seremala ni ya wanaume ama ni ya watu wa chini. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi ni kazi. Ile inakuwekea riziki ndio kazi. So nawauliza vijana, kina mama hasa, wajitume, wachukue hizo course, wachukue example ya Jackie hapa na wale na Mary hapo na wale wengine, wajue ya kwamba hii kazi inawezekana ifanyike pia na kina mama. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency.